wetu ambaye alishikwa na afisa wa polisi wa KWS, na venye walimshika walimweka kwa boat, kisha baadaye wakampeleka deep sea na wakamwachilia bila life jacket, wakamtupa ndani. Kisha alikuwa anajiandaa kuingia shule, alikuwa amemaliza form 4 last year. Tuko na uchungu sana juu huyu ndio mtoto, huyu ndio alikuwa first born wetu, na ndio kijana pekee ambaye nilikuwa na yeye. Kuna mwenye alimuona juu, kuna wenye walikuwa na wao, wakamweka kwa boat, kisha baadaye wakapeleka deep sea na wakamwacha huko, wakamtoa life jacket, alikuwa na life jacket, wakamtoa wakamwambia aogelee hadi atoke. So ana ile uchungu wa huyo mtoto, amezima taa huyo mtoto, inaniuma sana. Siku yenye aliishi kwa Saturday tulikuwa naye kwa maji na tulikuwa deep. Venye sisi tulisikia boti ikikuja, mimi nikaenda kwa miti kujificha, wenzangu wengine wakatoka nje. Boti ikakuja mpaka penye alikuwa, ikapita, ikarudi rivers, ikasema ndio hii ghasia iko hapa. Wakamchukua na wakamweka kwa boat na wakaenda na yeye. Mimi nikaenda mpaka hapo kwenye alikuwa. Kitu nilikuta tu ni samaki zake na kambenye alikuwa na ruadha nayo. Juu ni kitu nilijionea na macho yangu na ndio maana inaniuma. Juu kama ningekuwa sijaona singeumwa. Leo ni siku ya 4 ndio tunaambiwa ati mwili imepatikana huku ndani. KWS askari wanatoka nje, wanaingia kwa boma za watu, wanaperuzi kila mahali, wanaingia bila hata idhini ya mtu. Na sio kusema watu wote wanafanya yale mambo wanasema inafanyika. Hawa officers wa KWS tafadhali wametusumbua sana, hata sisi waendeshaji wa pikipiki hatuna amani. Maybe umelete customer kutoka pale penye umelete, labda anaishi hii area 41 hapa hivi. Ukifikisha customer pale, wakati unapofikisha umeshukisha, ukikutana na KWS unashikwa, pikipiki zinapelekwa hapa ndani. Especially kama saa hii kuna pikipiki yenye iko hapa kwao hapa ndani, unashindwa hiyo pikipiki kwani iliruka fence ikaingia pale, na hii gate yao iko na nini? Iko na stima, fence iko na stima na gate iko na kifuli na kuna mlinzi. Na tugitigana na icio turuge nginya kuria mwena